Ishie huko kwenye ulikuwa ulale huko. Hapa. Bakia huko na tutamwambia mama hizo tabia za unakuwa nazo. Sisi hatuzipendi. Haufanyaji kazi, haufanyi nini? Na kazi hiyo waliacha na kutafutia unashindwa kufanya kazi. Kwa kiasi tunazunguka mwanamke. Hata wanawake watakusaidia gani? Kama sisi tulibaki nyumba sio pesa wazazi hawako. Tuko nyumba si peke nyumba unatusahau sisi. Yaani unaona kama sisi hatuwai. So kwamba mimi nawe nani mkubwa kwanza? Wewe ndo mkubwa. Hasa kwa nini unaheshimini? So kwamba sikuheshimu kwa sababu kuna mtu nilikuwa naenda kutazama pale, alikuwa amenipatia anwani kwamba niende kumtazama kwa sababu alikuwa mgonjwa sana. Usingenielekeza mimi sijui ningepotea kwenye mtaa wa watu. Sasa uliaga nani mkwendo? Sio kusema sikuaga mtu samani kwa hilo, lakini kwa sababu nyie mliwahi mlipita sehemu ya watu wengi, sasa mimi nikawa nimepotea nikasema wewe una simu. Hiyo ni dharau. Wewe uko na simu, mimi niko na simu. Sasa hivi si ningekuandikia message. Hivi wewe ungerudi nyumbani kwetu? Ungekuwa mgeni wa nani? Najua, lakini unajua kwenye basi nimekosea tu kwa leo, lakini nitaje nikupatie habari mpya. Kusema ukweli sister, kuna mwanamke ambaye nimemwona hapa. Anakaa hapo maeneo ya nyuma nyumba jirani hapo. Lakini alinieleza kwamba eti sema ambapo tunakuja kupanga sipo kabisa. Aliniambia kwamba ngosijui kuna watu wa kwanza ambao waliwahi kuja hapa, lakini nyumba ikawashinda wakaondoka ghafla pasipo sababu zozote kujulikana. Sio la wao na sisi wewe. So, lakini pia kuna dada ambaye nimekutana naye pale sister. Akamwambia mwaka huu naoa kabisa. Dada huwa amenipresha na shape, amekaa vizuri. Ukimwona mwili wake hivi amenyooka, yani miguu kama ya bia hivi. Niweka zangu shani kinda tabia. Yaani hauna kitu kingine cha kujibu kwa watu wanawake. Niselema tu naleta taarifa za kazi, dada yangu nimepata kazi nzuri, nimekuwa hivi na nikika wao wote. Sio kwamba ndaoa wote, lakini sometimes tunajaribu tuangalie tupate mke mwema. Unajua nini? Uwe mtu wa Mungu, msogelee kwanza Mungu. Wanasema mke mwema utoka kwa Bwana. Lakini dada, sasa huko kwa nini anikataza? Kwani mimi sina umri wa kuoa kumiliki ndani lakini. Vipi wakati hauna maisha? Tafuta kwanza hela. Nataka nakusikia. Wachana vya kuoa. Hivi mimi nawe nani mkubwa? Wewe ndo mkubwa. Hata mbona mimi sijaolewa? Ni kwa sababu unasema kwamba mimi wanaume hawanipataji. Wapo wengi. Hata najua shida zako dada. Hapana, shida zangu gani? Pole. Unajua dada. Unasema haraka inaga baraka. Unajua dada, mimi ni homeboy, mimi sihitaji masuala mengi. Mna mambo ya kizamani kwanza. Unaona kukusaidia kwa wapi? Kwa mimi. Au unaona mimi kwa mwanamke wako sasa kunazungumzia hivi? Hapana. Samani lakini dada. Unataka babu kunanikotea adabu mimi. Unazungumzia kama ule umaraya wako. Ule mwanamke wako kama vile ndio wewe unakufanyaga sasa ndio unakuwa unakuja na kunifanyia hivyo. Dada, mbona nifanyia hivi lakini? Uwe na adabu. Mimi dada yako mkuu unapaswa kunisikiliza kila ninachokwambia. Haya basi naacha njia basi. Sasa sikia nakwambia kwanza leo. Na nisikiliza vizuri. Haya nakusikia. Hapana msema maneno mengi yote niko tayari. Tena kama ukiendelea hivyo, nakupigia simu mama nimwambie. Ila mimi nikiwa naongea kitu kidogo mama. Mama. Sasa walituachia nyumba sisi. Wakaniacha kama mimi dada mkubwa. Ulishanisikia vizuri. Napaswa kuwaongoza na kwa nyumba gani sasa? Si chicha la nezi. Kibanda hiki si nyumba hii. Tunaweza kusema ni nyumba kweli. Mimi kwanza sikupafurahia iseme. Mimi mnaniachisha kule mademu wangu kuna kina Aisha, kina Mwajuma, mnaniachisha kule. Unadhani hapa mimi nitakuja kufanya nini? Watu wa huku si wajui. Watu wa huku mimi si wajui. Mimi napenda nikae kule nilikuwa nazoea zangu naenda kule pwani napenda funga upepo mtamu. Hivi kweli Mungu unanisikia? Mbona kila siku naomba kuhusu kaka yangu lakini kubadilika badiliki? Tabia zake ni zile. Nipe ninyo chai hii kwanza. Haziishi, hazibadiliki. Kula tu. Wanawake tu hivyo ndio unajua tu. Ipo siku utajuta na ipo siku utakumbuka maneno yangu. Kila ninapokuambia hutaki kunisikia. Maneno yako yamekuwa kama kwenye Biblia, hata kwenye vitabu yako. Wewe endelea hivi. Sasa nakwambia hivi. Unaona tumeambia nyumba mpya. Unaona kama haina ukarabati wote. Wewe na hao wanawake wako, hata hiyo tumekwenda kunyanga, yani weke nizime.
Kesho kufanya usafi nyumba, upango na kutafuta mfanyakazi mwingine wa kukusaidia kurekebisha nyumba. Ushanisikiliza vizuri? Nakupata. Kesho hutoi mguu wako hapa mwenyewe. Okay. Unaamka kufanya usafi. Tutapaka rangi, kutoa matande tande, kutoa kila vitu vyote vibaya, tupaombee. Ushanisikia? Sawa. Tuombee hii nyumba ili tuje kupaishi kwa amani. Isiwe na mauzauza. Yule wako anakuja anatuambia ngongo walikwambia ngo hii nyumba ngo hivi na hivi. Unaamini maneno ya watu. Cha kwanza muamini Mungu. Hayo maneno ya kuamini watu, eti fulani ameniambia hivi wewe uache. Mimi sitaki kusikia walikwambia nyumbani mbaya. Tutaomba. Najua hakuna kinachomshinda Mungu. Mbele ya Mungu kila kitu kinawezekana. Ushanisikiliza vizuri? Mimi sitaki kusema maneno yako. Tulishaelewana? Wewe na hao wanawake wako, hata hiyo simekwenda kunyanga, yani weke nizime. Kesho kufanya usafi nyumba, upango na kutafuta mfanyakazi mwingine wa kukusaidia kurekebisha nyumba. Umeshanisikiliza vizuri? Nakupata. Kesho hutoi mguu wako hapa mwenyewe. Okay. Unaamka kufanya usafi. Tutapaka rangi, kutoa matande tande, kutoa kila vitu vyote vibaya, tupaombee. Ushanisikia? Sawa. Tuombee hii nyumba ili tuje kupaishi kwa amani. Isiwe na mauzauza. Yule wako anakuja anatuambia ngongo walikwambia ngo hii nyumba ngo hivi na hivi. Unaamini maneno ya watu. Cha kwanza muamini Mungu. Hayo maneno ya kuamini watu, eti fulani ameniambia hivi wewe uache. Mimi sitaki kusikia walikwambia nyumbani mbaya. Tutaomba. Najua hakuna kinachomshinda Mungu. Mbele ya Mungu kila kitu kinawezekana. Ushanisikiliza vizuri? Mimi sitaki kusema maneno yako. Tulishaelewana? Ushanisikiliza? Kama ni kuona mwanamke na mwanamke huyu umoja, ni muone au huyo. Akana kukutana kila mwanamke sitaki. Unatuaibisha, unamwaibisha mama yetu na vitu wazazi wetu. Na sisi ambao tulibaki pamoja unatuaibisha. Angalia mimi tabia zangu. Ezekieli, hata wadogo zako pia unawafunza nini? Inabidi wadogo zako wajifunzie kwako. Hata ukiwa na tabia kama hizo, wadogo zako nao inabidi sasa kufuata nyenendo zetu na sisi hapa. Umemaliza? Aya, twende ndani kwa sisi baka. Wewe kama ndio. Unaona msaada wake. Niko nakwambia kitu hapo kuna jifunzia. Nilikuwa nakusikia. Au ushakunywa mapombe zako, ushavuta na mibangi na Nikisema kidogo pombe. Nikisema kidogo. Sasa huko unajifunzia kwa kitu gani? Sasa maneno yako yanakuwa kama radio. Radio inasia usingizi bana. Sikiliza nikwambie. Twende ndani kwa chumba chako. Hakuna kusema eti wewe unajichagulia chumba hapa. Hakuna kujichagulia chumba. Haya, twende kwa chumba chako na mambo kuishi. Changu mwenyewe tu. Mimi sitaki kuchangia. Sitaki kushare. Unachangia chumba na mdogo wako sasa. Una 20 minutes? Hakuna chumba chako cha wewe hapa. Twende ndani. Ndio kuna kufanya vitu gani? Unaweza kugogoya hapo. Niache mdogo wangu. Aone kama uko mkubwa, utakuwa na maana. Nimekukula hiyo. Nimekula hiyo. Ndio biscuit. Nimekula. Naona mnacheza tu. Nani alifunga mwenzake? Ni wewe umefunga au acha. Na unachezaje hivyo? Kila mtu mnatakiwa mcheze, kila mmoja achukue goli moja kama wewe hapo uchukue goli moja, mnagawa pasi kwa pasi. Sasa mimi nikishafungana hivyo itakuwaje? Oya, mimi naelekea huko chini. Kuna demo ambayo mimi nataka naenda kuangalia huko chini. So tunakubaliana sasa hivi mambo ya simu. Unajua tuna mtandao ndio kila kitu. naenda hapo nikishatoka ndio tutaongea vizuri. Big up. So, sister.
Mwanaume bana. Tuachane aibu. Unaona umeshaanza mambo yako na wewe. Umeona mtaa na mambo mapya. Ndugu yangu. Kuja kwa mjusi mtani. Unajua tena ndugu yangu. Hapo wewe unaonekana kwa moto wewe. Moto wewe. Wewe upende. Kitumbo. Anapenda huyo. Katika huyo. Anateka.